Mpendwa, mahali popote ulipo, ningependa kuchukua fursa hii nikakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Natumai mahali popote ulipo uko mzima na uko salama. Pia nami niko salama tukiwa tumelindwa na Kristo. Andiko linasema kwamba watu wangu hupotea kwa kutokuwa na maarifa. Vivyo hivyo nimekuja siku ya leo nikaanza kufunza ibada juu ya kufunga na kufungua. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says our bodies are the temples of the Holy Spirit. Ndiyo, hakika ni kweli, miili yetu ni takatifu mbele za Bwana. Na katika miili yetu there is power of a tongue. Bwana Yesu asifiwe. Fanya hivyo. Yeah, there is power of a tongue. Na kile unachonena na unachotamka ndicho kinachofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo, mpendwa, huenda ulihubiriwa na manabii wakakwambia ulifungwa. Watu wengine wakakwambia kana kwamba unateswa ati na maguka na mashosho kwa kwenu. Watu wengine wakakunenea wakakwambia kana kwamba hautaiendelea kwa ndoa yako. Itakuanga kila siku ni kilio na kelele. Nimekuja nikanene katika jina la Yesu Kristo. Neno la kiunabii jioni ya siku ya leo kana kwamba chochote kilichokufa maishani mwako lazima kikafufuke. Neno la Mungu linatuambia na kwamba wakati Yesu Kristo alikufa na akafufuka, watu waliokufa makaburi ilipasuka. Watu walionekana wakiishi tena. Watu waliokufa zamani za kale. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says that Jesus died to be as an example, to be the firstborn. Akawa mzaliwa wa kwanza kwa wale waliokufa na kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo maandiko yanasema kwamba Mungu alitupa uwezo, John 1:12, na mamlaka ya kuwa wana wa mbingu. Usishinde ukiomba Mungu ukimwambia Baba nipe hiki. Ukishinda ukimsumbua ukimwambia Baba nakuomba na kubembeleza nitetee. Siku leo ningependa ukajua kana kwamba ulitetewa msalabani. You are given power and authority to defeat the serpent. The book of Psalms 91:11. Maandiko yanasema kwamba na watamkanyanga simba, watamkanyanga nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Biblia New Testament, the Bible says we shall tread over serpents. Yani serpents. Tutakanyanga hizo nyoka. Tutakanyanga zile scorpions. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ningependa kuzungumza juu ya ndoa. Ndoa ni kitu Mungu alianzisha tangu mwanzo. Na mtu asije akakudanganya kana kwamba ulifungwa na madhabahu. Hakuna madhabahu ilikufunga. Wakati ulipookoka, you declared war against Satan. Yote yanayokupata ni kana kwamba just for the glory of God to be seen upon thee. Huenda utapitia magumu, lakini ujue kana kwamba Mungu hakuachi. Huenda unateseka, lakini ujue kana kwamba Mungu hakuachi. Yusufu aliuzwa na his brothers, but God came for his aid. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajakuacha. Mungu hajasahau na wewe. Mungu anakupenda. Ningependa ukafanye hivi. Kama uko na mpenzi wako unayependana sana, na labda ungetaka muachane maisha yako, the promises that you made, ningependa ukafanye hivi. Ukachukua kufuli kama hii. Hii si madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hii si madhabahu. This is just a prophetic tool. Pastor, wengine walitumia asali, sitataja. Wengine wakatumia mchanga. Wengine wakakuja na anointing oil. It's like everything, it is a prophetic tool when you take it positive. Bwana Yesu asifiwe.
Ningependa ukachukua kufuli kama hii mpya, utakanunua kwa duka yenye haijatumika. Usiifunge mahali, wala usifunge kwa mlango. Ningependa ukachukua ikiwa hivi imefunguliwa, ukachukua sticker ubandike hapa kando. Hapa. Then after that, andika jina yako hapo juu. Kisha unganisha na bibi yako ama your girlfriend hapo chini. Mwenye uko sure utamuoa. Na usipofuatilia hii maagizo, kitakukula, kitakulamba. You will suffer later. Praise God. Kama uko sure, haujui chenye utafanya. Kama uko sure, hautafuata maagizo, heri uachane nayo. Kama hutaki bwanako akucheze nje. Kama hutaki your girlfriend akucheze nje. Bwana Yesu asifiwe. Kama hutaki muachane, hata akienda, lazima atapata kurudi. Because of power of word. Kisha andika hiyo jina hapo, majina zote mbili. Then, tamka neno, useme, I and my wife hatutaiachana. Then, fanya hivi, uifunge. Uifunge useme, kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, nimefunga. Hatutaiachana jinsi vile tuliumbwa, tukaunganishwa na Mungu. Kama ndoa yetu pale Eden, Adam and Eve. Vivyo hivyo, tumeunganika pamoja. Alafu uweke funguo mbali sana. Mahali hata izipata. Hata unaweza tupa. Then, just wait for an answer. Ungojee answer. Subiri neno la mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa ukajua kana kwamba kama mwanadamu tulitumwa tukahubiria watu uone ufalme wa Mungu. Vivyo hivyo, hakuna vile unaweza hubiria mtu neno na aoni mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Ningekuja nikakwambia hivi jioni ya siku ya leo kana kwamba neno la Mungu ni kweli na amina. Neno la Mungu halidanganyi. Neno la Mungu inakuja kwa wakati wake. Huenda siwe nimetumwa nikakuhubirie, lakini ningependa ukajua na kwamba kuna mwingine nimetumwa juu yake. Wewe ukitaka kujaji ukajaji usiku wa leo. Lakini ningependa ukajua na kwamba kila neno la Mungu liko na sababu. Yesu akatumana punda akafunguliwa na mwanae. Si nimetumwa nikafungue nani? Vivyo hivyo kama kuna mtu alikufunga, nunua kufuli mpya. Enda usiiombee. Enda ukaifungue. Then ukaifunga na uifungue. Then utaje jina lako na useme umefunguliwa. Na ukuwe na imani and it will happen to you. Ukabarikiwa sana na ukajua kana kwamba hakuna madhabahu imekufunga. Na hakuna laana za kichawi zimekufunga. Msalabani yote alikwisha. Tubarikiwa sana. Kwa majina naitwa Stanley. Brother Stanley. Barikiwa sana. Amen. Shalom.